Karibu. Karibu. Karibu kae, mbona unashangaa? Pole. Ni mbali? Lakini sio sana. Pole, ungewahi kutoka sasa ungekuwa ushafika tushaanza kusukana hapa. Sijui tutamalizana saa ngapi leo. Hatuchelewi sana. Sasa wife. Ningoja niende nani kupumzika. Nafikiri mtaendelea na msusi hapa. Sawa. Njoo kae hapa. Dada, naomba kitana. Na sisi tukiwa tunaongoza kwa kuwa na michezo mingi ya kasino mtandaoni. Kiukweli kwanza sikuamini kama kweli nimeshinda. Nikaangalia kweli nikakuta ID namba yangu imeshinda. Ushindi huu nimefurahi pamoja na ndugu zangu. Kama wajajiunga wajiunge, wacheze, kuna siku bahati yao watabahatika, watapata gari. Ni kupitia pmbet.co.tz. Umetoka wapi? Nilikuwa tu nje huko na nyosha miguu maana muda mrefu sana sijatoka. Sasa kwa nini usiniage? Sasa mama, mimi nimeona haina haja ya kuaga sababu si karibu tu hapo. Sasa nikuage tena nini? Hivi ungeanguka, mimi majirani watanielewaje? Mwanangu, kwa nini unakutibua asubuhi wewe? Miguu inakuasha sasa Sasa kama miguu inakuasha, zunguka huko ndani. Jamani! Hebu sogea kwanza. Au umetoka kunywa wewe? Hamna, mimi sijanywa. Hujaenda kunywa wewe? Hebu sogea hapa nikunuse. Mama, mimi sijanywa. Sogea. Nikunuse mdomo wako. Tanua mdomo kama unapiga miayo. Ongeza. Hivyo. Tanua mdomo. Toa sauti, fanya. Toa hewa. Mudi, natoka naenda sokoni. Utulie hapa, hakuna kutoa mguu wako. Si unanielewa? Ukitaka chochote niagize. Usitoe mguu Mudi. Sawa. Hakuna kutoa mguu hapa. Muda wa kunywa kombe. Sawa? Sawa. Natoka kunywa kombe kwa afya yako. Haya. Sasa mama, ukienda kwa sokoni basi njoo na kijuisi. Wewe chochote unachotaka niambie, lakini hakuna kutoa mguu wako hapa.
Manyanya, unajua umenitisha hivyo nipigia simu kwamba kuna emergency. Kuna nini kimetokea? Unajua mwenzako moyo wangu sasa hivi utaki kabisa pressure. Na hii hali yangu, sio hata kuna nini. Kuna nini? Ila kabla hujaongea Manyanya, kama unahisi kuna lolote ambalo baya unaweza ukaongea mimi nikanishtua moyo wangu. Naomba usiongee please na kuomba. Mami, Kase jana alikuja nyumbani. Mwanangu. I will call you then. Naam. Baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? Mama bwana. Sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Teacher Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huo ni application namba 1 ya kielimu Tanzania nzima. Ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap chap. Unasemaje? Yaani hapa ninapozungumza anamjua vizuri mke wangu na anajua mimi naishi wapi. Wewe. Na amepajaje nyumbani kwako na amekuja kufuata nini? Yaani hata mimi mwenyewe hapa nimeshachanganyikiwa. Ilikuwa night jana, nimekaa namsaidia wife kufumua nywele, anasema kuna msusu wake ambaye anakuja, alimuona sijui shoga yake kasukwa vizuri, kwa hiyo kampigia simu ili aje mfanyie pale pale nyumbani. Sijui hili wala lile. Odi karibu anaingia, nakutana na Kathe. Macho kwa macho. Hii ndo dunia bwana. Sasa hapa wasusu wangu sina uhakika aliongea nini na wife. Kwa sababu akili yake mbovu. Ila nilivyoachana naye asubuhi ilikuwa iko vizuri tu. Kwa sasa sasa nataka nichukue tahadhari mapema. Kwa sababu tayari naona mambo kidogo sasa amekaa vizuri. Wife kashatulia na tunaishi tu vizuri kama mwanzo na wewe huko uko sawa. Kwa hiyo sitaki niharibu kokote. Sitaki niharibu nyumbani, sitaki niharibu kwako. Kwa najua akili ya Kathe. Kwako kajitahidi sana kutibua akashindwa. Kwa najua kwa sababu naye ana interest zake kwangu, anaweza kathubutu pia kutibua mpaka nyumbani. To be honest, mimi sitoweza kuvumilia. Yuko nyumbani kwanza? Mimi Manyanya hata sijui. Unajua sasa hivi tuna karibu naye wa hivyo Yaani dada zangu wote tuseme na mimi pia tuzungumzi naye. Tangu ametuletea mambo yake ambayo haeleweki, akitoka kazini sasa hivi anaingia ndani kwake, sisi hatuna mpango naye. Kwa hiyo mimi hata sielewi. Namba yake sio nayo? Nayo. Nikisema nikupe hiki kichwa huwezi beba, takufa kwa mawazo. Jamani msione nalewa, ndio maana nalewa. Sinywi mitungi kwa sifa yanayonifelisha. Ila Manyanya, please nakuomba. Nimekupa hiyo namba ya Kasi. Sitaki kusikia kitu chochote ambacho kinaendelea kati yako wewe na Kasi. Naomba uwe makini sana mpenzi wangu. Sawa, I promise. Sema sasa. Na wewe naomba usimgusie kuhusu hili jambo. Niachie mimi. Sawa Sawa, pole. Sawa. Thank you. Anaendeleaje? Yuko poa, lakini mbebi kwanza imemalizana na hayo mambo. Mama ni fast na tamani. Sawa. Lakini sasa pia relax. Lisikutie pressure, usilibebe sana. Nimekushirikisha tu kwa sababu ni mtu wangu wa karibu. Lakini kila kitu mimi mwenyewe nitajua jinsi ya kukihandle. Okay? Bye. Mimi nimetekwa mimi. Karibu. Mambo. Yaani bora hata umekuja mu. Tabia yako mbaya, mimi sijaipenda. Ndio nini jana kunifanyia vile? Ukanitumia hela nusu na simu ukazima. Yaani kumbe juu na shukrani. Yaani mimi nilitegemea utanishukuru kwa mambo niliyofanya pa siku ile, alafu bado tu naendelea kunilaumu. Yaani kwa mfano ningepigwa siku ile ungenipa hela hospitali. Hivi kazi niliyofanya pa siku ile unaona ndogo Kwa mfano sasa mimi nisingekuepo. Hiyo hela ungeipata?
Yaani kutoa 30,000 kati ya 160,000 unalalamikia. Acha hizo basi. Shoga yangu sio kama nakulaumu. Sawa, ilikuwa ni haki yako kuchukua hela, lakini ungeniambia ningejua na budget vipi. Maana nimeenda huko nimesuka, nimekopa vitu vya watu nikitegemea ukiniletea wewe hela na clear madeni yote. Sasa hivi unaniachia hasara tu. Sawa, nimekubali nimechukua hela yako. Lakini sikupanga kuchukua hata shilingi 10 yako. Na nimechukua kwa ajili ya kuongezea tu nauli nipate kwenda kwa huyo buzi huko. Na kushangaa unalalamika kuhusu 30,000. Aya, kwa mfano nikipata madeni makubwa, si unaweza kanisaliti wewe? Shoga yangu siwe hivyo. Hebu tuachane na hizo hela ndogo ndogo, 70,000, 80,000 sio hela. Sasa hivi nataka niongee naye kuhusu habari za madili makubwa huko. Shoga yangu, kaa kwa kutulia. Nataka nikupe michongo. Si umenielewa? Shoga yangu. Kilichonifanya kwanza nizime simu jana. Si nimepata buzi hilo. Tena sio buzi, ng'ombe kabisa. Lina mihela hatari. Advertise kaniona tu. Kanielewa, kanichapa na 300,000. Hiyo asubuhi sasa. Kanichapa 500,000. Yaani kwao, hela ni kitu rahisi sana. Yaani kutoa laki, haionei ajabu. Wana mihela, kwanza wametoka Nigeria. Alafu kwanza na dogo zake hawa. Wawili. Hawa dogo zake mmoja katika maongezi alikuwa anasema anataka mpenzi. Sasa mimi nikapiga mahesabu na udugu wangu na shoga yangu wa faida. Ngoja nikwende hewani. Mama si ndio nikaonesha picha. Yaani alivyokuona tu shoga yangu alidata. Alichanganyikiwa hatari. Na nikaahidi kabisa kesho lazima nije na shoga yangu. Kwa hiyo nikaona nipitie hapa nije nikuandae na hiyo safari. Je, uko tayari? Wewe, watu wenyewe wageni hao, wasije wakatufanya kitu kibaya. Wewe tena. Unaniamini niamini? Nakuamini. Kwa hiyo kaka kutulia. Hiyo shule yote niachie mimi. Mimi ndo master. Si unanielewa? Wewe tena. Tena subiri. Halo? Mambo? Mimi niko poa. Kuhusu ile issue yetu ameshakubali. Kila kitu kimeisha. Sawa. Shogangu limeisha hilo. Yaani tushaenda kupata mihela. Yaani ukisikia kutajirika ndo huko sasa. Tembea na mimi shogangu nuke perfume. Wewe tena. Yaani safari tusipojenga tuna nyumba. Upo? Kwanza nimesahau. Yule bwana aliyokuacha naye siku ile hapa, imekuwaje? Achana naye. Maana siku ile kakasirika, nilipomwambia niko period kakasirika kidogo anipige. Achana na hao watu wenye hela ndogo ndogo. 70, 80 sio hela. Mtu mwenye anatoa hela ananungunika. Twende kwa Nigeria shoga yangu. Ukaone watu wanapochezea hela. Yaani zinamwagwa tu. Sio shida zake. Na pumbavu wa Mungu dunia. Anguko lako ni kicheko kwa wengine dunia. Wasindikizaji, wapambanaji wa Mungu. Hii ndo dunia bwana. Sindi. Kutoka Yombo Vituka, Dar es Salaam ni mshindi mwingine tena katika promotion ya Super Royal Sports ya PMBet. Unajisikiaje kwanza gari yako kufika hapa mtaani kwako? Sikutarajia haya, hata siku napigiwa simu nilidhani ni maigizo tu. Sasa kwa sababu na wao wameona, na wakaribisha PMBet. Hatimaye ubashiri wake umempa gari hii aina ya Toyota IST inayopatikana kwenye promotion ya Super Royal Sports. Sasa wiki 5 zijazo huenda kaa ni wewe. Shiriki kupitia pmbet.co.tz. Gari ijayo huenda ikawa ni ya kwako.
Vipi? Kuna vitu vyangu wanahifadhi hapa. Sasa nashangaa nakuja naangalia nakuta hamna. Vitu gani hivyo? Kuna vitu tu wanaviweka kwenye Biblia hapa. Kwa hiyo kama umeviona naomba uniambie. Amani. Unataka uniambie niweka kitu hichi na kitu hichi. Kama nimechukua na kuambia sijachukua. Haya, sawa. Kuna hela zangu wanazihifadhi kwenye Biblia hapa. Lakini sasa hivi nakuja naangalia sizioni. Ziko wapi? Hela? Hela gani tena? Maana mimi ninachojua mume wangu hauna pesa. Na mara ya mwisho umenikabidhi hela ukasema hauna matarajio ya kupata hela ndani ya wiki 3 au mpaka mwezi, kwa nijitahidi kubudget. Hiyo hela tena imetoka wapi? Sini, naomba usinichanganye akili yangu. Nakumbuka kabisa kwamba huko ndani tunaishi watu wawili. Mara nyingi mimi nikitoka kwenye shughuli zangu na kuacha wewe hapa ndani. Wewe ndio unafanya usafi, unafanya shughuli zote za hapa ndani. Kwa usitake kuniambia kwamba hujui kinachoendelea Cindy. Na na hakika kabisa mara mwisho mimi nimeweka hela zangu hapa. Kwa hiyo amezichukua nani Cindy? Ziko wapi hela zangu? Kwa kumbe zile hela ni zako. Haya. Mimi nisidanganye. Zile hela mimi nimechukua nimezihifadhi. Kwa sababu mara ya kwanza nilikuwa najua labda umesahau. Lakini kadri ninavyokuwa nashika hiyo Biblia nakuta hela zimeongezeka. Siku ya kwanza nimekuta shilingi 30. Mara ya pili nashika tena Biblia nakuta 50,000. Mara ya 3 ambayo ni jana nakuta 70,000. Ina maana kabisa hizo hela wewe unaweka kwa makusudi. Na tena hutaki mimi nijue. Amani. Huo ni ubinafsi. Tena ni tabia mbaya na ni usaliti. Umndani si tunaishi mimi na wewe. Tunavyofanya vyote si kwa ajili yetu. Kwa nini sasa unifiche? Kwa nini utumie nguvu nyingi vile sijui mimi sina hela na sitapata hela? Kumbe unaficha. Unachoficha nini? Au nikuulize. Hivi utajisikiaje ukija kugundua kwamba unaishi na mimi humu ndani na kuna vitu vyangu mimi nafanya sitaki wewe ujue, na maana navifanya kwa siri? Utajisikia vizuri? Au uje tu usikie kwamba Cindy ana kabiashara huko pembeni anafanyaga na sijawahi kukuambia? Kwako itakuwaje? Na hiyo tabia ambayo umeianza mimi unanitengenezea nini? Ina maana unanifundisha baadhi ya vitu vyangu na mimi nisikwambie. Amani. Hivi unajua hicho kitu ambacho umekifanya kinanitengeneza na mimi nianze kuwa msiri. Hata ikitokea humu ndani umetoa kitu kidogo kwamba hauna pesa, mimi siwezi kukifanya tena kwa upendo. Au siwezi kukifanya kwa huruma. Maana kichwani mwangu vitu vitakuwa vinanijia tu kwamba huyu katoa hela ndogo, ana hela zake nyingine anafanya mambo yake. Hivi hao yatakuwa ndo maisha? Upendo utakuwepo humu ndani? Sio tabia nzuri na sijapenda. Lakini Cindy, lengo langu mimi lilikuwa sio baya. Na kwa sababu nafanya vitu na kuwa pia naelewa. Hizi hela ambazo nimeziweka hapa ni kama vile akiba tu, na wakati mwingine najua huwa inatokea dharura ndani. Mfano ikitokea umeumwa hapa ndani, tunapata pesa za matibabu. Wakati mwingine sisi hizi hela ambazo tunahifadhi hapa ndani zinakuwa msaada. Amani, hata kama unachoongea ni kweli kabisa. Lakini hivi kwa mfano umetoka tu huko umedondoka barabarani. Haya umeshindwa kuongea. Labda hospitali kunahitajika pesa. Mimi nitajuaje humu ndani kuna pesa? Nitaota. Humu ndani tunaishi wawili. Natakiwa nijue. Hivi kwa mfano limetokea lolote huko umekamatwa au umefanyije? Kuna vitu vya kulipia labda tunadaiwa na wewe haupo. Mimi nitajuaje kama hujaniambia? Natakiwa nijue. Kwa vitu ambavyo tunafanya sio kwa ajili yangu peke yangu au kwa ajili yako peke yako. Tunachotakiwa ni kushirikishana. Vitu vyetu tufanye kwa pamoja. Kwani Amani, mimi nikajua labda humu kuna pesa, nitaitumia.
Mimi si ndo nitaitunza, nitaithamini. Kwa sababu najua ni akiba yetu kwa ajili ya vitu vyetu au dharura zetu humu ndani. Sio kwamba mimi ukiniambia hapa kuna hela kiasi fulani kwa ajili ya akiba zetu, mimi nitaichukua labda nikafanyia mambo yangu. Siwezi kufanya huo ujinga. Kwani ufanye hivyo na unanitengenezea mimi nini au unanifundisha mimi niweje? Cindy, ngoja nikwambie kitu kimoja. Yaani inabidi wewe ifike kipindi utambue kwamba mimi ni mtoto wa kiume ndani. Na mimi ndio baba mwenye familia ndani. Na mimi ndio kichwa cha familia ndani. Kwa sasa nafika kipindi unaanza kuniingilia majukumu yangu, si ndio? Umeanza kujisahau, unanipangia cha kufanya sasa. Si ndio Cindy? Wewe nikwambia kitu kimoja. Yaani isije kafika kipindi tukavunjana heshima hapa ndani. Hichi kitu usitaki kitokee. Na nakuomba ili tuishi kwa amani humu ndani, naomba kila mmoja angalie mipaka yake. Wewe una mipaka yako na mimi na mipaka yangu. Alafu kumbuka, mimi ndio mtoto wa kiume hapa ndani. Sio, umeelewa? Kwa usinipangie majukumu na usinipangie katika matumizi yangu. Cindy, naondoka hapa ndani. Nikirudi naomba nizikute hela zangu. La sivyo utaniona mimi mbaya. Au mimi ndo yule mjinga aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda pinda dunia. Kafe, nimekuita hapa, nahitaji kuzungumza na wewe kitu kimoja tu. Very serious. Na hii sio tu kuzungumza kwa njia ya kawaida. Hii ninakupa onyo. Sitaki mazoea na mke wangu. Sitaki kuona unatengeneza ukaribu wowote na familia yangu. Nilikuachia sana kipindi cha Mati. Ulifanya vituko vingi mno. Kwa tabia yako wewe ninakujua vizuri. Kwa nakusii, nakuonya tena, kaa mbali na mke wangu. Ukitaka kunijua vizuri sura yangu na upande wangu wa pili ukoje, jaribu kupenyeza choko za aina yoyote kwa mke wangu. Kathy, mimi ni mtu mbaya. Niko simple sana kwenye kuongea, lakini when it comes to my family, I'm different. Kwa ili tusifikishane pabaya, ili tusije tukagombana na kuharibiana lifetime, stay away from my wife. Nikushauri kitu manyanya. Hivyo unajua sio kila kitu lazima utumie nguvu. Vitu vingine sio vya kucommand manyanya, unaharibu. Mimi nitegemea labda umeniita hapa tuongee vitu vya maana, tuongee kistaarabu. Eti unanitishia. Unanitishia? Labda nikwambie tu kitu kimoja. Mimi sio Mati. Na uwezi kunipeleka vyovyote unavyotaka. Na vile vile sikuogopi. Naweza nikafanya chochote, nikamwambia chochote mke wako ninachojisikia mimi. Na usiweze kunifanya chochote. Kwa sababu hiyo furaha yote ulionayo manyanya kwa sasa hivi iko hapa. Kwa hiyo muda wowote nikiamua kuitibua na itibua. Kwa hiyo naona umekosa ustaarabu. Siku nyingine ukihisi uko sawa, unaweza kaongea na mimi vizuri, utaniita tuongee. Na nikukumbushe tu kitu kimoja manyanya. Mimi ni kasi. Akili yangu naijua mwenyewe, kwa hiyo huwezi kunipeleka unavyotaka. Msubiri. Unaenda wapi sasa? Kwa unamtishia au? Okay. Hebu kunywa kwanza hayo maji ushushe pressure. Alafu tuweze kuzungumza vizuri. Haya, niambie. By the way, mimi siko hapa kwa ajili ya shari.
Ninachotaka hapa ni kuona inapatikana usalama kwenye maisha yangu, lakini pia hata kwako usalama utarudi. Kathy, nakuomba sana, kaa mbali na mke wangu. Kama kuna kitu ambacho huwa anakulipa kupitia hiyo huduma ambayo unamfanyia kumsuka, niko tayari kukulipa gharama yoyote unayoitaka kwa ajili tu ya kukata uhusiano ambao umeshaanzishwa na mke wangu. I understand you. Kuna vitu vingi sana unavijua. Kuna masuala ya mtoto, kuna masuala ya Mati, kuna masuala ya uhusiano wangu wa karibu. I know that. Na nakujua wewe mdomo wako ni mepesi sana. Kwa hiyo nakuomba sana Kasi. This is life, this is family. Nitakulipa unachotaka, lakini please achana na mke wangu. Sawa. Mimi nitaitunza hiyo siri Manyanya. Tena bila shida yoyote kabisa. Lakini kwa sharti hili moja tu. Unajua Manyanya ni jinsi gani mimi ninavyokupenda. Na nimeshakwambia sana. Na ninajua sasa hivi hauna mahusiano Manyanya. Upo na Mati tu kwa sababu najua hakuna mapenzi tena. Na ukizingatia familia yake yenyewe hakutaki. Kwa hiyo huu ni wakati wetu Manyanya sahihi. Pia nahisi Mungu ana makusudi yake. Kwa hiyo mimi sitamwambia mke wako chochote. Na wala sitahitaji malipo ya aina yoyote kutoka kwako. Zaidi ya mapenzi. Kwa hiyo sasa hapo utaamua mwenyewe. Kwa sababu mimi kwangu biashara imeshaisha. Unipe mapenzi, nikutunzie siri. Mwanangu. I will call you then. Naam. Baba, Kiingereza umekijulia wapi wewe wakati mimi nija kupeleka shule? Mama bwana. Sasa nashindwaje kuongea Kiingereza wakati ipo application na kujifunza lugha Kiingereza mtandaoni kwa njia rahisi kabisa ya lugha Kiswahili. Wala hauhitaji kuwa umesoma sana kukijua Kiingereza. Ukiwa na Teacher Zungu app inatosha kabisa kukijua vizuri. Na ndio maana huo ni application namba 1 ya kielimu Tanzania nzima. Ni kwa sababu inaaminika sana. Unasubiri nini kujua Kiingereza? Go get your app and be the champ chap. Aliyekataga shule chekechea, maana nimekosa hoja kujitetea. Inanikunja inanipinda dunia, tofauti na mama alivyonilea, maana nimekosa nguvu kujitetea. Nimeoza ndani kwa ndani, natembea ingali nimekufa, mawazo yameniweka mtu kati, kujiongoza siwezi, bora tange kwa ndege angani, kwa mbawa zangu ningeruka, thamani ya utu wangu bei ya chapati. Dunia shule inayofunza mema na mabaya, dunia wajuaje na wapumbavu wa moo. Dunia